Tulia. Shikamo. Maraba, hujambo? Sijambo. Pole, niliona ametaka kuibia. Ndio, alitaka kuniibia, lakini namshukuru Mungu hajafanikiwa kuniibia kwa sababu alianguka tu hapa chini na hamna kitu chochote ambacho nimepoteza. Hongera, una bahati nzuri wewe. Asante sana. Mimi naondoka. Aya, sawa. Hebu sikia basi. Asante kuondoka, nitakwenda wapi mzee wangu? Usitaki kutufanya sisi na watoto wadogo. Mwisho tulikaa hapa tukazungumza na tukasema kama haitakiwi kwenda sehemu yoyote ile mpaka yako atakapokuwa sawa. Sasa hivi nashangaa unakuja unataka tena kuondoka, unataka kwenda wapi tena? Kwenda wapi kivipi? Nimekwambia naenda nyumbani kwangu ili nikajua nini kinaendelea, afu pia nichukue nguo. Kwani hapo hujaelewa nini? Uende nyumbani kwako? Ili uende nyumbani kwako kivipi? Mimi nishakwambia kama mimi nitakuwa naenda pale kuangalia je, panaenda vipi. Sasa hivi hapa nataka tena kuondoka. Uende ukafanya nini? Ili hali wewe mwenyewe unaumwa. Halafu wewe utakwenda pale ndio uharibu mpango wetu, si ndio? Na kwa nini kile nikipanga mpango unapenda kuharibu? Tuseme sawa, utakuwa unaenda unaangalia nini kinaendelea. Lakini vipi kuhusu mimi? Sina nguo. Nguo ambayo amenibeba nayo ni hii moja na viatu pia sina. Kwa hiyo wewe niache niende nyumbani kwangu, nikachukue nguo, alafu mimi narudi, siwezi kukaa huko, lazima nirudi huku. Kwa hiyo unakuwa sio muelewa lakini. Nisikilize Farida. Tena naomba unitegee sikio kabisa, mimi usikize kwa makini. Yaani nia yako unataka sasa hivi hapa utoke, uende kule ili ukaribu mpango, si ndio? Ili mume wako akuone, uchukue nguo zako aone kwamba kama wewe umehama, ushaondoka nyumbani kwako, si ndio? Farida, hapa hakuna kwenda sehemu yoyote mpaka mpango wetu utakapokamilika. Na sisi nia yetu ni kumnyosha mume wako ili aweze kurudi katika mstari. Sasa hivi unataka tena kutoka hapa, imradi uende huko, imradi uharibu mpango, si ndio? Farida, hapa hamna kwenda sehemu yoyote bwana. Wewe naomba nisikilize vizuri. Mimi ni mtoto wa kike na hapa nilipo na nguo ya ndani hii moja tu. Na kawaida mtoto wa kike anatakiwa kila ukioga badilishe nguo ya ndani, lakini mimi hapa ninayo moja. Kwa wewe cha kufanya hapo, naomba uniache nikachukue nguo. Narudi, mimi siwezi kukaa huko, lakini si tumeshaongea. Nisikilize, mchongo si nguo. Basi kusungue mimi nitaforce juu chini utapata nguo. Uninunulie nguo? Wewe kama nani unaninunulia nguo mimi? Wewe ni mume wangu au? Nimekwambia naenda nyumbani kwangu kuchukua nguo. Wewe ndio unakuwa sio mwelewa lakini. Kuna shida gani tena hapa? Maana niko zangu chooni huko nanyakuliwa nasikia makelele. Kuna shida gani? Alafu Farida, mbona kakaangu kashakwambia kila kitu? Anapanga mipango kwa ajili yako. Ndio yako iweze kukaa vizuri. Alafu mipango ifika kwako inavurugika. Kwani shida nini? Lakini Sebiga, mimi nataka niende nyumbani kwangu nikachukue nguo. Huyu kaka yako huyu kanibeba nina nguo hii moja na ndo hii kila muda nimevaa hii. Kwa hiyo nataka niende nyumbani kwangu nikachukue nguo afu mimi narudi na viatu mimi sina. Kwa Farida, shida ni nguo, si ndio? Kama ni nguo kakaangu alishasema anakununulia. Lakini mbona unapenda vurugu wewe? Unapenda kuharibu mipango ya kakaangu. Kwa nini lakini? Tuliza kichwa chako basi. Kama ni nguo, nguo za sister ziko ndani huko zimejaa. Tutakupa utavaa. Wewe usimsumbue kakaangu, na kama ni nguo sisi tutakununulia. Mtaninunulia nguo? Kwa hiyo nataka kumaanisha nyie mtaninunulia hadi nguo zangu za ndani. Kwani nyie mmenioa au? Eti Sebiga, naombeni mniache nikachukue nguo afu narudi basi. Wewe Farida, usiwe tumekaa hapa na kuchekea chekea. Na usitupande kichwani, sawa? Sasa nisikilize. Usione si hatuna akili, sawa? Utakaa hapa mpaka kakaangu mipango yake itakapotimia ndio utaondoka. Basi sawa. Mimi nitabaki. Lakini nabaki kwa ajili yako. Angesema mtu mwingine nisingebaki kabisa, ningeondoka zangu nyumbani kwangu, lakini kwa vile umesema wewe, mimi nitabaki. Lione kwanza. Nimekaa ninacheka cheka tu ulivyosikia kuninunulia nguo za ndani. Unaninunulia nguo za ndani, mimi ni mpenzi wako au? Tamaa tu. Sebiga,
Naomba tuongee pembeni. Basi sawa. Hey. Mke wangu, una nini wewe? Mume wangu, acha tu. Yaani siku ya leo nimeamka sipo vizuri kabisa yani. Pole. Kwani shida nini? Yaani acha tu mume wangu. Nimeamka yani mwili hauna nguvu kabisa. Najisikia kizunguzungu, najisikia kichefuchefu, najisikia na kutapika, yani sipo sawa. Hatimaye msukumo naenda kuitwa baba sasa. Tayari ushaanza kukua sasa. Mume wangu, sasa mbona mimi naongea alafu unanicheka? Mke wangu, wewe ujauzito, uelewi nini sasa hapa? Ujauzito? Mume wangu, ujauzito yani mbona ni mapema sana? Hiyo sio mapema, nao ni ukuaji. Ukisha kuwa kwa mahusiano kama hivi, usitegemee mshahara mwingine wowote. Kinachofuata mara nyingi huwa ni ujauzito, familia, watoto. Na binafsi mimi mwenyewe nina furaha sana, kwa sababu nilikuwa nasubiri sana siku ambayo nitaitwa baba, na tayari nishaanza kuziona dalili kwamba muda sio mrefu naenda kuitwa baba. Na nina imani kabisa kama akija huyo mtoto atakuwa mrefu kama mimi, na usomba akawa na mwanya, alafu ni Msukuma. Mimi nikwambie, hizo ni kama masalo kwa muuza genge. Mungu bana, mbona kama unanitisha? Sana kutisha nini? Inabidi kama vipi twende tukapime. Ukapime ujue kabisa kwamba una ujauzito, tujalishie tuanze kuhudumia ujauzito ili usije kuharibika. Twende hospitalini? Ana mume wangu. Kuhusu hospitalini mimi nitaenda mwenyewe kucheki kuangalia hali yangu kama nitakuwa nina mimba au la. Lakini si unajua mume wangu na kazi nyingi sana. Kwa sitaki nikuchoshe baba, sawa? Mke wangu, haya mambo sio kwenda peke yako. Inabidi tuongozane mimi na wewe. Twende hospitali ukapime. Tujue kabisa kwamba una ujauzito ama hauna ujauzito. Na kuanzia sasa hivi, hata kama kutakuwa na mpango wa kwenda kliniki, inabidi mimi nihusike, mume wako, mimi na wewe tunaondoka tunaenda pamoja. Kwa lazima niwe na wewe Bennett. Bampa tu bampa. Kwa sababu mtoto wangu wa kwanza inabidi nimhudumie na niwe naye sambamba kabisa kila mahali. Kwa hiyo nadhani itabidi twende wote, na sitaki kukupa pesa tu uende mwenyewe. Hapana mume wangu. Nitaenda kupima mwenyewe tu. Mimi naomba nipatie pesa. Sawa kipenzi changu. Nipatie pesa tu mimi nikapime. Nikija nitakwambia kuhusu hali yangu kama nina mimba au la, lakini naomba ubaki tu nyumbani. Sawa kipenzi changu. Binafsi sijapenda, lakini kwa sababu umeng'ang'ania, mimi nitakuacha uende. Lakini muda inabidi nikupeleke ndani ukapumzike kwanza. Uwe sawa. Ujiangalie hali yako, alafu baada ya hapo utaenda kwa hospitali ukaangalie mazingira mengine kama kweli kuna ujauzito. Mimi niitwe baba hapa, mimi natamani kuitwa baba. Sawa mume wangu. Hata usijali kanuni wangu. Mimi nitaenda, afu nitakuletea majibu kuhusu. Sawa. Pole lakini mke wangu Yaani wewe kanuni wewe. Subiri tu jiingize kwenye mkenge. Nitakuonyesha. Uone nitakavyokuonyesha. Hautaamini kwenye maisha yako yote. Kwa ndo kama hivyo mke wangu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaenda kuangalia hivyo vipimo. Uwe sawa. Tuingie ndani. Tutakuwa sawa. Kama mke wangu huyo. Anti Kindege, kule ulikonituma sijamkuta. Nimemkuta mtoto wake, nimempatia hela kama ulivyosema. Kwa hiyo wewe nilivyokutuma huko
ukakuta wewe mtu hayupo, ukaacha hiyo hela, ukaamua upitie na huko mitaani, si ndio? Yaani ukaamua ukazurure huko ukasalimia machokola wenzako. Hapana Anti Kindege, baada ya kumkabidhi ile hela nikaanza kurudi. Sema tu nimechelewa kwa sababu ni mbali sana. Hivi wewe, mimi sijui hiyo sehemu. Au ningekutuma tu kichwa uende hivi, mimi sipajui. Hiyo sehemu mtu anayetembea kwa miguu anatumia dakika 15 tu, lakini umetumia nusu saa nzima. Afu unaniambia eti ni mbali. Wasi useme tu ulikuwa unawapa hai huko machokola wenzio, umeenda kuwapa 5 unawalingishia kwamba saizi wewe unakaa kwenye nyumba inayoeleweka. Si ujibu hivyo? Hapana Anti Kindege, lakini naomba nisamehe kwa kujitokeza. Sasa nisikilize. Humu ndani leo Happy hayupo. Hata wewe nadhani unalijua hilo kwamba Happy hayupo humu ndani toka asubuhi. Huko jikoni nimeingia kuangalia, nimekuta kuna vyombo na hivyo vyombo ni vichafu. Mimi siwezi kunyanyuka kwenda kuviosha wakati wewe upo. Sasa cha kufanya hapa, itabidi ukaviosha hivyo vyombo kumsaidia kazi wewe Happy. Umenielewa? Vile vyombo vyote nikaosha mimi. Maana ni vingi sana. Umeona wingi wa hivyo vyombo? Ndo wingi na kasi ya chakula unachokula humu ndani wewe. Nadhani nilichoongea kimeeleweka. Alafu hata nguo ambazo unazivaa, mashuka unayoyatumia, itabidi ufanye juu chini nayo kayafue. Umenielewa? Afue nguo? Au mimi ndo nimesikia vibaya? Eti mke wangu, hicho nilichokisikia kina ukweli ndani yake? Au nimesikia vibaya? Hivi hicho nilichokisikia kina ukweli au naota? Umesema huyo ndo afue nguo au? Hapana, mimi nimeongelea habari za vyombo. Huko jikoni nimeangalia, nimekuta kuna vyombo vingi sana vichafu. Afu kiangalia hapa nyumbani leo Happy hayupo. Ndio maana nilikuwa namwambia yakavioshe kumsaidia kazi Happy. Kwa hiyo mke wangu, unataka kuniambia kuwa vile vyombo vyote vilivyo jikoni vile, yaani vyombo tunavyotumia kwenye nyumba, ndo huyu mtoto aoshe? Asa unadhani mimi naongea nini hapa Beni? Kipi hoja nisikie? Au kipi hujakielewa? Wewe mke wangu, huyu atawezaje kuosha vyombo ambavyo hata huyo Imelda mwenyewe haviwezi? Yaani vyombo ambavyo hata ime hujai kumpachika navyo, umpe huyu. Ina make sense kweli mke wangu? Umechanganyikiwa wewe. Yaani Beni, unapokosea ndo hapo. Yaani wewe ndo unatakaga mimi nionekane sijui sieleweki humu ndani, nionekane naongea vitu ambavyo havina maana. Asa Imelda na huyu vinaingilianaje hapa? Imelda na Supu analingana? Imelda si ni mtoto wako kumzaa wewe? Aya, huyu si humu ndani unamsaidia tu, atalipeje fadhila zake sasa? Siko kufanya kazi kama hivyo. Kwa mimi sioni kama kuna shida. Shida yako ni moja tu mke wangu. Yaani wewe una grade vitu. Unapenda kuvisize, yani kuvilinganisha. Nisikilize, hao wote ni watoto. Hapa hakuna Ime, hakuna Baby Supu, wote ni watoto. Sasa hayo masuala ya kusema huyu ni Ime, huyu ni Baby Supu mimi sina. Alafu kama kitu hajawahi kukifanya Imelda, unawezaje kumpachika nacho Baby Supu yale yakuwa unajua Imelda ni mkubwa kwa Baby Supu? Nisikilize vizuri. Huyu mtoto hawezi kuosha vyombo vyovyote. Wewe, hebu nenda kacheze. Alafu kama ni swala la kuosha vyombo, wewe vimekushinda kuosha, utamsubiri huyo atakaporudi aje avioshe, na sio kumpachika huyo mtoto mavyombo. Nadhani tumeelewana, si ndio? Umesusa. Sawa. Sofia. Nini wewe? Yaani Sofia, huko nilikotoka sio kwema kabisa. Mambo yamevurugika. Yaani mambo hayajaenda kama tulivyopanga. Unamaanisha nini? Ninachomaanisha, ile kazi ambayo umenipa niifanye imeshakuwa ngumu tayari. Ninazungumzia yule mtoto Baby Supu. Yule mtoto sio wa kawaida kama tunavyofikiria. Na ule moto wake sio wa kitoto kabisa, yule ni wa moto. Ni mtoto wa ajabu sana. Yaani mimi naona hii kazi imeshanishinda tayari. Mimi siwezi kuendelea nayo kabisa. Acha wengi. Jeni, una mapepe sana. Na ndio maana kazi zako huwa hazimariziki kwa sababu huwa unaendekeza mapepe. Jeni, jitulize. Kazi zote zinafanywa mtu ukiwa makini, lakini wewe umeendekeza mapepe. Na ndio maana kila siku unawe kazi wezi. Madam, tuliza wengi.
kazi hiyo lazima tumalizane nayo, sawa? Sofia, mimi sio mapepe Sofia. Niulize mimi ambaye huwa naenda kila siku kwenye hiyo mission. Siwezi nikasema kwamba nimeshindwa kizembe. Mimi sio mzembe, na mimi kazi huwa nazifanya vizuri sana. Huyu mtoto sio wa kawaida, ni wa ajabu sana. Na ile uamini kwamba ni wa ajabu. Huyu mtoto ni wa ajabu sana. Ni wa ajabu sana Sofia, naomba uelewe. Yaani mtoto katuzidi nguvu mbali sana. Huyu mtoto ana uwezo wa kutokea hadi kwenye mawazo. Sofia, kwa mfano jana nilienda nyumbani kwao. Lakini yule mtoto huwezi amini alinitokea kwenye mawazo. Nikawa naongea naye kama vile naongea naye live, lakini kumbe ilikuwa ni mawazo. Akaanza kuniambia mambo ambayo yani sikuyaelewa kabisa, hadi mimi nimeshangaa. Anajua vitu vyetu tulivyovipanga na vitu ambavyo vimetokea nyuma kabisa ya maisha yetu. Kanishangaza sana yule mtoto. Nimeshindwa kuamini hili jambo. Ndio maana nimekuja kwako hapa nikwambie, yule mtoto sio wa kawaida na hatumwezi. Tusipofanya mbinu za ziada, tukatafuta nguvu kwa wakuu, hili jambo litatushinda wote. Nakwambiaje, tutashindwa Sofia. Sio anatushinda, sema ananishinda. Wewe unaendekeza mapepe. Na hii issue ni lazima tumalizane sisi wenyewe. Hatuwezi tukatafuta usaidizi sehemu yoyote. Hii issue ni ndogo sana kwetu. Lazima tumalizane nayo. Na huko unakotaka twende, hatuwezi kwenda kwa sababu huko kuna gharama. Na hizo gharama zake na hisi unajua, ni kubwa sana. Si ndio? Ndio kuna gharama. Sofia, hii kazi kama ninavyokuambia ni ngumu kweli. Mimi niliyeshuhudia. Kila siku naenda nyumbani kwao, ninakimbia kama chizi. Niamini mimi Sofia. Siwezi nikakimbia tu bila sababu. Yule mtoto ni wajabu na anatushinda mbali sana. Lakini kuna kitu nimesahau. Kindege ana mpango pia wa kutaka kumuua huyo mtoto. Kwa hiyo kazi yetu pia inaweza ikawa rahisi kwa namna moja au nyingine. Unaona? Swala jepesi kabisa. Kwa nini usishirikiane Kindege kumuua huyo mtoto? Alafu akitumika pale Kindege yote onekana hauna shida kabisa pale. Mwache Kindege atafute watu wamkamate wamkande mpaka akili mkae sawa. Alafu wewe ni mtoto mdogo sana. Wewe jitu zima kama wewe eti ametushinda, anakushindaje mtoto kama yule? Sikiliza vizuri. Shirikiana na Kindege. Ila kweli ni sawa. Sawa. Alafu fanya uondoke, mimi na kazi ndani. Tutaonana usiku, sawa? Basi sawa, mimi ngoja niondoke. Wewe tena hapa nje, una shida gani? Sebiga, unajua toka nimeolewa sijawahi kulala kabisa nje ya ndoa yangu. Yaani tofauti na nyumbani kwetu sijawahi kulala sehemu nyingine yoyote. Lakini leo nimelala hapa. Kwa hiyo hichi kitu kinanipa mawazo sana. Nashindwa hata nifanyeje yani. Najua unavyojisikia. Lakini kuhusu hata usijali. Na kulala nje ya ndoa yako sio mipango ya mwanadamu, ni mipango ya Mungu anapanga. Kwa ili litokee ili mambo mengine yazokaa sawa. Nyumbani kwako utarudi, lakini mpaka pale mambo yatakapokaa sawa. Na kitu kingine, punguza mawazo. Wewe kaa hapa mpaka hali yako itakapokuwa sawa, ndipo utaondoka. Lakini hata usijali kuhusu hilo, kurudi utarudi tu. Sawa. Lakini nahisi njaa inaniuma sana. Vipi? Kwa hapa nyumbani asipokuwepo kaka yako hakuna chochote ambacho kinaendelea? Ya, asipokuwepo hatupiki mpaka yeye awepo. Kwa sababu yeye ndo anayetafuta. Kwa hiyo akitoka tu hatupiki hapa nyumbani, yani hatuli. Ndio, hamna chochote kinachoendelea. Na ndani kwetu sisi humu hamna chochote mpaka awepo yeye, ndio mambo mengine yatakaa sawa. Basi sawa. Naomba nielekeze basi bafuni niende nikaoge. Bafuni? Bafuni ni hapo nyuma hapo. Haya, basi mimi naenda. Kaka mwenyewe huyo hapo, hata asemwe huyo hapo. Vipi dogo? Safi kaka. Mambo? Poa.
Vipi, umeamkaje? Nilivyolala ndo nilivyoamka. Basi Dole, najua una njaa sana. Hivyo wakati natoka harakati nikasema ngoja nipite market pale nikudakia hata madambuzi mawili matatu. Kwa hapa nadhani nimekudakia maandazi haya na kuna vikorombozo vingine vya kupika. Kwa hiyo nadhani sio mbaya ukiingia ndani ukachemsha chai, ukachoma kwanza utumbo, afu baada hapo ndo ukaanza kupika. Shika. Nitaanza maandazi. Basa nipo ndichi hapo. Kaka. Sebiga, kwani jiko liko wapi nipike? Unataka jiko ili upike? Lipo ndani, ngoja nikuchukulie. Vipi? Alivyokuita alikuwa anasemaje? Kaka, kwa nadhani jambo la maana basi. Ile dada la vituko alikuwa ananiambia anapenda sana tunavyoishi, jinsi tunavyoishi kwa amani, tunapendana mimi na wewe. Yaani kapenda sana, of course ka enjoy sana. Na kitu kingine nilichogundua kaka, yule dada ni mtu pisi sana, ni mtu poa sana. Ni mpole, mstaarabu, mcheshi na sijui mume wake alikuwa anafeli wapi. Basi hiyo good. Na vipi lakini anaonekana na furaha au bado huzuni umetanda katika uso wake? Ndio ana furaha. Tulikuwa tunazungumza mimi naye, anacheka vizuri, anafurahia sana. Lakini tu ukiingia wewe ananuna, sijui hata shida nini. Ni kweli Sebiga, unajua kwa kitu ambacho kimetokea katika maisha yake, mimi ndo chanzo. Yaani mimi ndo msababisho wa kila kitu. Kwa kuna muda lazima akose amani kabisa anaponiona. Kwa sababu kuna muda unajua ukishang'atwa na nyoka hata ukigusa na jani basi unaona kama vile ni nyoka. Kwa kuna muda anaona mimi kama vile muda wote naweza nikamharibia. Yaani muda wote naweza nikaita vurugu yani. Lakini kama yeye ana furaha, basi na mimi katika moyo wangu nina furaha. Hata kama anaonyesha yeye kunichukia. Na kwa kuwa hana mpango wote wa kutoka hapa na anafurahia ukiwa na wewe mdogo wangu, akifurahi na wewe sasa amefurahi na mimi tu. Hata kama siponionyesha kwamba ana furaha. Basi sawa kakaangu. Wewe endelea na mipango yako hiyo hiyo. Basi utakuwa dole sana. Mimi hata tu nipige tu skating zangu za chini chini zile mpaka mume wake anyooke. Yaani mpaka mambo yake yanyooke. Na imani atakuwa amejifunza kitu kwamba sio kila muuni basi ana akili. Kuna wauni wengine ni wauni lakini wana akili na wanaendesha familia zao tena kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Basi sawa kakaangu. Endelea na mipango yako hiyo hiyo na imani Mungu atakusaidia. Sebiga! Sebiga! Anakuita huyo. Hebu nenda tunakamsikilize. Nakuja. Shika hii. Hata usihangaike kuoje. Mimi nitakwambia kila kitu. Wewe angalia kwa makini. Hiyo unayoiona hapo ni sumu. Tena sumu ya masafa marefu. Nikisema hivyo namaanisha inaua, ila inaua taratibu. Haiui haraka haraka, inaua taratibu. Na pindi mtu anavyozidi kuitumia ndivyo anavyozidi kujiangamiza mwenyewe. Na huwa inaanza kuharibu kuanzia bandama, figo, maini, kisha utumbo unaanza kuharibika. Unaoza kabisa. Na kila kitu ambacho kiko tumboni. Kwa hiyo, nimefanya hivi vyote kwa ajili ya kukusaidia wewe kindege ndugu yangu, kwa sababu naona unahangaika sana. Yaani unahangaika sana kumtoa Baby Supu ndani ya nyumba yako. Nimefanya hivi ili hii sumu ukaitumia katika chakula atakachokula Baby Supu. Na kwa kuwa haiui haraka haraka inaua taratibu, wewe unamwekea Baby Supu kwenye chakula chake kila siku. Hakikisha wewe hicho chakula ukitumii.
kwa sababu ni hatari, na hakuna mtu yoyote atakayejua kwamba umemwangamiza wewe, kwa sababu hiyo sumu inaua taratibu na inaua hata kwenye ndani ya mwezi kabisa, ndio mtu anakufa kabisa. Kwa hiyo hakikisha unaitumia kwa umakini. Jenny, una uhakika tafanya kazi kweli? Hapa kwenye uhakika ninaamini kwa 100% hii sumu inafanya kazi kabisa na haiwezi kumwacha mtu yoyote salama. Sawa. Na umeitoa wapi? Nilikoitoa ni mbali sana Kindege, hata nikikuelezea huwezi ukapajua. Nimehangaika sana kuitafuta mpaka nikaipata kwa ajili yako, na nimefanya hivi ili nikusaidie ndugu yangu. Kwa hiyo hakikisha unaiweka sehemu ambayo hakuna mtu yoyote anaweza kuiona. Kiukweli Jenny, niseme tu asante. Na asante sana kwa kuwa umezidi kuwa na mimi. Umekuwa ukinisaidia kwenye kila jambo langu linalonihusu. Na naamini kupitia kilichokifanya siku ya leo kitaleta matokeo makubwa sana. Asante kwa kunipambania. Nashukuru. Usijali Kindege. Wewe ni ndugu yangu, ndio maana mimi nakusaidia. Mimi nakupenda sana. Yaani katika ndugu zangu wewe nakupenda zaidi ya wote. Ndio maana kila siku niko bega kwa bega na wewe kukusaidia. Siwezi nikaona unahangaika afu mimi nikakaa kimya. Lazima nikusaidie. Asante sana. Sina neno lingine kuzidi kukwambia. Nadhani neno asante utalisikia sana masikioni mwako. Asante. Basi sawa.